namba viongozi wote ambao wamechaguliwa kwa vyama vyao wanafanya ukaidi na uchauri wa kuenda kufanya corruption pale State House. Sote tutawalaani, si ndio? Wangapi wanasema wasione viongozi kama hao? Kwa sababu ya hiyo, Your Excellency, the Member of Parliament for this constituency, pale nilikuwa nakalia, Bwana Gisairo amesimama vizuri, ni mwamini. We are live from the Spamol on Thika Road, but definitely they are all over the country and they deliver every single place. This is their showroom. Unique. Asante sana. Mheshimiwa Lira mapeana Mheshimiwa Okelo. Aya. Abana baminto, habari zenu? Kwa sababu wiki iliyopita Ruto alienda kusumbua Matiang'i. Na baba mtu mmoja alienda hapo akafukuza polisi wote wakarudi nyuma. Sasa tunashukuru sana. Baada ya kujua nyumba ya Matiang'i, nataka ujue nyumba ya kila mtu hapa, kwa sababu pia wanasumbuliwa wakienda kunywa changa yao. Sasa baba akiingia polisi yanatoroka. Wangapi wanapenda baba hapa? Ya mwisho, you cannot overtax a country into prosperity. That is economics according to Ruto. Ukitaka kutengeneza nchi, panua biashara ya watu, usilete kodi mingi sana kama ile ya Ruto. Hiyo utakuwa umeharibu nchi. Haya. Mungu abariki Keroka. Asanteni sana. Asante. Pea Mheshimiwa Kioni. Mheshimiwa Kioni. Na utuambie kama Jubilee iko ama haiko. Nasi. Yeah. Mheshimiwa Kioni. Pea yeye mic. Oye! Tumekuja tumeandamana na baba. Na sababu yake ni kwa sababu yale ambaye anasimamia ni ya kuwafaidi wa Kenya. Kula yake iliibiwa, wale waliimba wakaingia State House, wanaanza siasa za kuibia wananchi maisha yao. Mambo ya ushuru, mambo ya hali ya maisha, yote imepanda. Na tukisema ya kwamba lazima Mkenya ajue hali yake, wao ndio hao unasikia wanajaribu kuvuja vyama. Na nataka kusema hivi hapa Kiroka. Baba jana amekuja kule Jubilee headquarter kuhakikisha kwamba Jubilee iko imara. Na tunasema Jubilee iko ndani ya Azimio, tutafuatana na baba mpaka mwisho, mpaka Wakenya wakobolewe katika ile utumwa wako nao. Ile freedom tuko nao yote ni ile ilipiganiwa na baba, na tutamfuata mpaka mwisho, mpaka tuingie state. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Jubilee iko imara na iko ndani ya Azimio. Kama baya ni baya, kama baya ni baya. Na ukileta tunaleta pia. Haya, mimi sina mengi ya kusema, wala kuwaletea salamu kutoka kwa wabunge wote, wabunge wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party ambao wako katika bunge la kitaifa. La mwisho, kule bungeni tunashangaa ni kwa nini Bwana Ruto na wenzake wa Kenya Kwanza wanachukia wa jamii ya Bagusi. Kwa sababu wakati huu
wameleta mswada ya kuchunguza vile watoto wa Bagusi walipita mtihani. Hawa watu wako na chuki gani na Wabagusi? Lazima sisi sote tuseme ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza lazima ifanyie wananchi kazi bila chuki. Wakitaka kufuatafuata Matiang'i, mimi naambia Ruto aachane na Matiang'i, anikujie mimi mwenyewe, kwa sababu mimi ndio naongoza kikosi ambacho inampinga kule bungeni. Asanteni, Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Nyikar. Peana kwa upande ile mwingine, Mheshimiwa Nyikar kule. Daktari Nyikar. Mjambo, watu wa Gusii mjambo. Sisi nasema asante sana kwa nyinyi kukaribisha baba. Wangapi wamekaribisha baba hapa? Jambo ni moja, serikali ya baba iliibiwa, na yule aliiba serikali ameshindwa kufanya kazi. Bei ya chakula bado iko juu, bei ya mafuta bado iko juu, bei ya sitima iko juu. Sasa nasikia wanataka kuongeza bei ya maji. Sijui kama wataenda mitoni waongeze bei ya maji. Kwa hivyo wamewacha kazi yao, wameanza kushikashika watu. Hakuna kitu kibaya Matiang'i alifanya. Awachana na Matiang'i. Na yeye atoki State House, baba hii aingie. Asanteni sana. Asante. Mheshimiwa Tandi. Hao wote tulikuwa na wao bungeni. Mungu aliwabariki mkarudi. Wa Kisii, wangapi wamenikaribisha hapa Kisii? Mimi naitwa Mheshimiwa Tandi, mbunge wa Lego. Welcome to a world of instant coffee, instant toast, even instant popcorn. Now for the first itawea kwamba pesa inaenda, lakini hawezi ongeza sababu anataka kazi yake, track yake ikuwe renewed. Nataka nipeane onyo hapa Kisii kwamba governor wa Central Bank of Kenya, ukiendelea kuachilia hii watu wapore pesa ya serikali directly without following the due process of the budget, sisi wananchi tutakuja hapo tukukontoa kwa hii ofisi, sababu kila siku wanakota taxes lakini na services. Hakuna CDFs, hakuna kila kitu, pesa inaenda directly wanatumia kwa mambo yao ya maombi ya uongo kila siku kila mahali. Wangapi wanasema hiyo maneno tufanye hivyo? Wangapi wanasema hivyo? Asanteni sana. Asante. Pea wa MCA dakika moja tafadhali. Jina abantu bamintombia mole mwanjiro mwakagambe asama lieta nyero Mheshimiwa Moses Ogeto kuru Nairobi County na chirega nero mugaka Raila Amolo Odinga yagoteba tokore kira gitokora goseraki balenga bagotaka makana yakolekane balenga biamono. Mheshimiwa Leader Majority, peana hapo na MCA wa area tafadhali dakika moja. Dakika moja tafadhali. Asante sana. Baba, mimi nataka kukuambia kitu moja. Kuna jamaa anaitwa Ongwae alisema eti baba asiingie Kisii. Hebu pigia Ongwae nduru asikie, lazima baba ingie. Pigia Ongwae nduru asijue baba ako ndani. Asante sana baba. Asante Mheshimiwa wa area. Evento Raila, evento Gisairo, evento Raila, evento Gisairo, evento Matiang'i, evento Gisesa. Wakisii msimu kwa hapa. Serikali ya Ruto, Oscar Sudi anasema ati tulibia mtihani. Oscar Sudi anajua mtihani ni nini? Tamanye tuko pamoja na mzee wetu Raila Amolo Odinga na Matiang'i.
waongeze bei ya maji. Kwa hivyo wamewacha kazi yao, wameanza kushikashika watu. Hakuna kitu kibaya Matiang'i alifanya. Awachana na Matiang'i. Na yeye atoki State House baba hii aingie. Asanteni sana. Asante. Mheshimiwa Tandi. Wala kuwaletea salamu kutoka kwa wabunge wote, wabunge wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Na tunaomba Raila watafute kwa Azimio. La mwisho kule Bungoma Tegeta usie peyor bante mbeo batali okora kende vigogo wote wameingia. Aliyekuwa mgombea mwenza wa kiti cha Deputy President Mama Martha Karua amefika, ndio huyu. Ndugu yetu Eugene Wamalwa alikuwa Minister for Defense, yuko hapa. Oledama ambaye ni senator wa Narok yuko na sisi. Aya, governor wa Siaya, Governor Orengo ndio huyo. The Vice President Kalonzo Musyoka ndio huyo. Mheshimiwa Tandi, Mheshimiwa Ogeto kutoka Kilimani, kijana niliacha huko, leader of majority Kisii County, Mheshimiwa wa wodi hii yuko hapa, Mheshimiwa wa Kioni, yule anapiga sufuria kwamba njaa imekula watu, na kiongozi wa Jubilee, Mheshimiwa Wandai ambaye ni minority Mheshimiwa Lynn Nyakirario, na huyu ni nani huyu? Mama Chungwa. Mheshimiwa Riraba yuko hapa. Mheshimiwa Jared Okelo yuko hapa. Daktari Nyikar yuko hapa. Nataka niseme hivi. Huyu kijana anaitwa Engineer Kimori. Mheshimiwa Tania. Matiang'i, mnataka kusikia habari ya Matiang'i?
Mnapenda Matiang'i? Hebu nione mkono juu. Hebu nione mkono juu. Nataka tuulize Mheshimiwa Daktari William Ruto kwamba tafadhali Mheshimiwa Daktari Fred Matiang'i alikuwa anafanya kazi ya serikali, na kama kuna makosa yoyote tunataka tafadhali vyombo vya uchunguzi fanyike. Lakini mambo ya abantu baminto gamba taibono kurubabunete ase omuwaberi Matiang'i mwae mwana wa minto orwalire ntokuma inkiba akolire oyo minto na chabo mubenake noyo minto etokobole serikali etigane na Matiang'i mwancha. Nataka nimalizie hapo, nipeane nafasi hii, sijui nipeane kwa gavana kule nyuma, uko na program. Motomu ogokonya bokamu umojumbo muya baba aji bago mintoe aji tata tato mintoe egisairo mintoe egisairo tata egisairo minto egisairo mbuyare akini kisemi chaito tata ore abo mintoe egisairo baba egisairo mintoe umojumbo muya ogokonya bokongu tata isairo tukiemeremo meremo bwate tata nemi yana koro bwate nenkiya arage tutu baminto batabire kura somo yo bwanchani echo aji abo mintoe sairo mintoe kiribo mintoe sairo mintoe umojumbo muya ogokonya bokongu watera butata ukini kizemi jaito ongure tipara jaito tata we baba le malwe birate myake menge boge tutu watera bukore nonye no mukuru echo aji iribo mintoe enterago konya iribumbu yare enterago konya isairombu yare enterago konya isairombu yare isairo ngai wacha iribu ngai wacha tenenandaro tata tenenandaro tenenandaro obongo bwaje. Nauliza wananchi wapendwa wa Keroka, tuko tayari? Basi ukiangalia kwa umbali unamuona juu ya gari kinara wetu mpendwa Raila Amolo, ameambatana na Dr. Stephen Kalonzo na gavana wa Kisii County Paul Simba. Vile namuona kwa umbali Dr. Fred Okongo Matiang'i. Tunaelewana? Na vile namuona kwa umbali Mheshimiwa Timothy Bosire vile kwa msafara huo. Vile naona kwa umbali naibu wake Mama Martha Wangare Karua Selector. Yongiribu kisairo Omo chumba boge tutu bono aji abo mintoe boge tutu yaito momuranto bwate otomete bokongu nanere gisairo kiribu gisairo momuromo tomu
ogokonya bokongu umujumbo muya baba baba ayi abo minto ayi tata ato minto gitairo minto gitairo tata gitairo minto gitairo mbuyare gitairo mbuyare akini kizemi chaito akini kizemi chaito akini kizemi chaito tata ole abo minto gitairo baba umujumbo muya ogokonya bokongu tata tata gisairo meremo bwate tata nemiya nenkolo bwate nenkija abage tutu baminto batabire kura somo yobwanchani ekyo aji abo minto Keroka hoye ilipo minto kairo minto umojumbo muya ogokonya bokongu Matera butata ukini jisemi jaito na hii badala ya kujaribu wapate suluhu ya CBC na vile watoto wote wataenda darasa la form 1, badala ya kufanya hivyo wanakimbizana na Fred Matiang'i. Fred Matiang'i ako na haki sawa kama mwananchi wa Kenya. Kama makosa yake ni kuwa alikuwa mwaminifu kwa Uhuru Kenyatta, hiyo sio kosa. Na kama ni kosa, mimi ni senior counsel, dada yangu Martha Karua ni senior counsel, Jim Orengo is our senior. Kwa upande wa sheria wajaribu kushika Matiang'i, sisi wenyewe tutakuwa huko kotini. Wangapi watasema tuende tukalinde haki za Matiang'i? Nasema hivyo, jina Matiang'i sio Kalonzo, si ni kweli? Si Kalonzo anazaliwa huko? Si Matiang'i anazaliwa huko? Si kila mtu akona kwao? Nyinyi mtakubali damu ya Kisii izoroteke tu namna hiyo, onekana hakuna haja? Hata kama upende Matiang'i, leo nimekuja nikwambie, nimekubaliana na vile mwenzetu mmoja amesema, tumchukue tumulete katika baraza la Azimio ili tupigane tuokoe Kenya hii pamoja na Matiang'i. Najua alikuwa mwaminifu kwa mzee Nyachae. Tukotoka hapa tunaenda Kehumbu, si ni kweli? Alikuwa mwaminifu wakati alikuwa mshauri wa mzee Nyachae. Kwa hivyo Fred Matiang'i ako na sifa nzuri hata internationally. Kwa hivyo mimi sikuja kumtetea, lakini kusema jaribu mshike, I will be in court. Mimi nitaenda kotini. I have a valid practicing certificate kama wakili wa Kenya hii. Kwa hivyo basi, leo hii niliposikia Ongwae, neto Ongwae hata akisema tutakuja huku, mimi nilicheka. Nikisema achana na Raila. Gavana Simba Arati hamuwezi. Si ni kweli? Mwenye gavana wa Kisii anaitwa Simba Arati. Si namna hiyo? Wangapi wana imani kwamba gavana akiwaambia tutasonga huko mbele? Tutaongea huko mbele. Hatuna haraka, hatuna wasiwasi, hatuna uoga. Tulisema tutaenda maombi Jivanji Garden Jumatano. Maombi yetu yatakuwa ya amani tupu. Uwezi ukaleta mabadiliko kwa kutumia nguvu. Ndivyo tunasema. Nimeona wamemshika Mheshimiwa Posing, mjumbe wa Kachaliba huko. I think it's south in West Pokot. A very solid leader. Mimi kazi yangu imekuwa kuleta suluhu kwa nchi jirani ambazo zilikuwa na shida. Jeshi letu linalinda mipaka yetu na nchi jirani. Na kama unataka kutumia jeshi kama vile Kibaki na Raila na mimi tulituma majeshi yetu nchi Somalia, ilitubidi tuende kwa bunge lenyewe
tupate idhini, kwa sababu tulijua kwamba mipaka yetu itadhoofika kwa sababu ya shida za Somalia. Lakini hapa mpaka yetu na West Pokot na Turkana, mambo haya ni lazima tupate suluhu sisi wenyewe. Watu wetu waache kuchenjana, Waturkana na Bapokot na wale wengine, lakini tio kupeleka jeshi bila idhini ya wabunge. Hiyo ndio tunasema. Kwa hivyo mambo haya tumekuja nyinyi watu wa Koroka zote tuseme asanteni. Nyinyi mmekuwa watu wenye nguvu zaidi. Nguvu zaidi kwa kupigia ndugu yetu Raila Odinga na dada yetu Martha Karua, ambaye nitamkabidhi saa hii iki chombo. Na najua hata Wiper hapa mimi ulipatia kura. Si ni kweli? Si ulipatia Ndonya? Ndonya ako na kesi kidogo, najua itatupwa hakuna kitu. Alafu anafanya na Simba Arati. Na kuna wengine hapa waheshimiwa ma-MCA, tuko sawa, lakini chini ya Azimio hatuwezi kukaa kitako tukiona kwamba ama kimya tukiona kwamba hii serikali sasa, kama ni serikali inataka kudhoofisha Matiang'i. Tunaelewana? Na vile vile namuona kwa umbali Mheshimiwa Timothy Bosire, vile vile kwa vyama vingi unapatiwa 100,000. Sema ingine itakupa next week. Yani unauza haki, umetunukiwa heshima na wananchi wa Kenya kwa chama cha Jubilee, alafu unaenda kuuza kama sokoni. Hatutakubali. Nitaki kuongea mbele hayo dada yangu Martha Wangari Karua. Niko njaa siwezi karanga, hae shago. Aya mama. Abandu ba Mintombio muri mwesi. Keroka oye. Sasa tunataka kutuma ujumbe kwa serikali ndia ambayo imenyakua itakuja tu, msijali. Ujumbe ni kwamba hawa wananchi wako na njaa. Ni kweli au si kweli? Ajira imekosa wetu na kwa walio wengi. Ni kweli au si kweli? Watoto wengi hawaendi shule sababu wazazi wengi hawaendi shule sababu wazazi wamekosa fees. Kweli au si kweli? Hiyo ndio kazi ya serikali, kazi nyanyasa Fred Matiang'i. Nataka kuona serikali hata hiyo kwa pesa ikiwekwa kwa wananchi, ikiwalisha, bei ya unga iteremke, gharama ya maisha iteremke, na mafuta na petroli ifanye nini? Tuko na pesa ya kutosha kama Kenya ya kuweka subsidies, ndivyo wananchi wapate chakula na gharama ya maisha irudi chini. Tuko na pesa ya kutosha ya kuelimisha kila mtoto Mkenya bila kusumbua msasi. Katika manifesto ya Azimio, kinara wetu alikuwa amesema wazi kila mtoto Mkenya kutoka Januari mwaka huu watasoma bila fees. Na sababu hiyo pesa iko, nataka kuuliza William Ruto amepeleka pesa ya shule wapi? Amepeleka pesa ya chakula wapi? Amepeleka pesa ya kusaidia Wakenya wapi? Vijana hawana ajira, ameondoa ile mpango ya kazi mtaani. Hiyo pesa amepeleka wapi?
Sisi tunampatia notisi. Wakenya hawawezi kuendelea kuumia mkipora mali yao. Mtavumilia mali yenu iporwe? Basi tujipe nguvu. Katiba imekupatia nguvu. Wewe ndiye mwenye ushukani kwa nchi hii. Turudishe uongozi kwa yule aliyochaguliwa halisi na kwa njia ya uhalali, na sio mwingine, ni Raila Odinga. Na Raila hajitafutii makuu, ako na uchungu akiona vile wananchi wanaumia. Unaona Matiang'i akinyanyazwa, mtu wa kwanza wa kufika ni nani? Kwa hivyo mkituona mjue hii vita si yetu viongozi, vita ni ya mwananchi. Mwananchi akifuatilia haki yake. Tumesikizana? Mshikilie na msiangushe. Sisi tumeshikilia, hatutatishwa hata kidogo. Na hata Matiang'i tunakuambia usibabaike. Wewe hauko peke yako. Azimio iko nyuma yako na hawa viongozi wote. Ujumbe mwingine kwa William Ruto. Najua wewe hukupia ukombozi wa pili. Wewe hukutaka katiba mpya, ulikuwa mstari wa mbele wa kuipinga. Tutalinda katiba na hakuna wakati Kenya itakuwa ya chama moja tena. Waacha kutumia pesa yetu. Football fever never stops with Showmax Pro. Watch the best live games at showmax.com. Jali mwananchi wa kawaida. Ujumbe kwa polisi wetu. Ujumbe kwa polisi. Insurance au bima ya polisi imeondolewa kwa NHIF. Mahali mmepelekwa hatujui, lakini tunajua sasa watu wakilazwa hospitali wanaambiwa watoke kwa siku 4 hata kama ni kupasuliwa. Wameenda kunyanyaswa. Toeni sauti na tutatoa sauti kwa niaba yenu, mrudishwe mahali mnaweza pata nafuu. Hatutaki watu wanyanyase polisi wetu, wanyanyase walimu, wanyanyase kila mtu. Tunataka Kenya ambayo kila mtu atapata haki yake. Na ndio kwa kauli moja tunasema, nyinyi mlinyakua kwa njia isiyo halali. Hata kama koti ilimpea. Sasa whistleblower ameleta habari zinaonyesha ya kwamba Raila Amolo Odinga alikuwa na milioni 8 na Ruto milioni 5. Hatuwezi tukakubali kuvumilia wizi ambayo inakuumiza wewe mwananchi. Sababu mambo yako imezoroteka sababu ya hiyo wizi. Mshikilie hapo, tukomboe Kenya. Asanteni na mbarikiwe. Asante mama. Nataka kabla baba hajaongea, kwa sababu atakapomaliza tutaondoka. Na wale wote, nimeona vijana wengi wa pikipiki. Tafadhali tunapotumia barabara msikimbie sana, hatutaki mtu aumie hata mmoja. Ni sawa sawa? Kwa hivyo tutaenda pole pole mpaka nasikia stadium iko pomoni, imejaa. Wale ambao watakuja kule ndio tunasema yote. Kwa hayo mengi, Baba Raila Amolo Odinga atusalimie. Haya. Vijana we! Vijana we! Wamama hai! Asanteni sana vijana na kina mama na wazee. Tumerudi tena Keroka. Tumerudi Nyamira. Tuliamua ati katika hizi ziara zetu tunafanya ya kuongea na Wakenya tufike Kisii. Kwanza tumerudi kutoa shukrani kwenu.
Maana nyinyi mlisimama imara na sisi. Na mkatupiga sisi kura kwa fujo kabisa. Vile mlipiga kura hapa, nikapiga kura eneo zingine. Tulishinda kura kwa counties 36. 36 counties. Wale walishinda kura kwa counties 11 peke yake. So mimi nasema asanteni sana kwa kusimama imara. Sasa yale unajua yalifanyika mambo ya shetani. Lakini sisi tumebaki imara. Ndio sababu tumerudi kumwambia nyinyi ya kwamba ile ushindi wetu ambao tulipata iliibiwa na shetani. Simuliona? Simuliona? Bwana Chebushetha. Simuliona Bwana Chebushetha? Simuliona? Akitoroka akikimbia kama mwendazimu. Lakini sisi tunataka Wakenya wasikufe moyo. Wakenya mpaka wasimame imara. Ukisimama imara hakuna chochote ambaye anaweza kushinda nyinyi. Mko imara? Mko imara? Wakati tulikuwa nafanya campaign kulikuwa na ahadi mingi sana. Wale jamaa hawakutarajia kwamba wangeingia katika ikulu. Kwa sababu walikuwa wanatoa ahadi hii na hapa na pale, walikuwa na nyamba ahadi. Tukiweka Biblia chini, hii itafanyika ndani ya mwezi mmoja. Gharama ya unga itarudi chini, bei ya mafuta itarudi chini, ati mahaslas tutainua hali yao, tutaleta hustler fund, tutaleta fund ya kina mama, mambo ya karo tutaangalia. Si yale yote walikuwa wanatoa ahadi, ilikuwa ni yao. Ile ahadi yao ni kama kunyamba kwa punda. Sasa sisi tuliongea juu ya mambo ya nguruwe sita. Sisi nguruwe sita. Nguruwe sita tulisema tutapatia wale akina mama ambaye hawana mabwana, sio? Tulisema tumaskini tutawasaidia, sio? Hiyo ilikuwa ni ahadi ambayo tungekuwa tumetimiza. Hata kwa upande wa elimu tulitoa ahadi tungekuwa tumetimiza. Lakini hiyo sasa ni mambo ambayo imehamishwa kwanza. So naangalia mambo ya hapa sasa. Gharama ya maisha imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya mafuta imepanda. Karo ya shule imepanda. Na kazi hakuna, sio? Sivyo? Haya yote mpaka tuangalie, tupiganie. Lakini muhimu zaidi ni kuangalia kule tunataka kwenda sisi kama Wakenya. Tutaelekea wapi? Manake hatuwezi kukubali ya kwamba Wakenya wanatawaliwa kinyama kwa njia ya kidikteta. Tayari muone hao watu wameonyesha tabia yao. Wameanza kunyanyasa watu ovyo. Simeona? Juzi mimi napata habari ati police officers wamevamia nyumba ya bwana Matiang'i. Mimi nikakimbia pale. Wakisikia mimi nakuja, wakatoroka. Lakini tukao pale ni wakili yetu Bwana Dansan Omari. Akaniambia mimi hawa jamani ndio wametoka hapa namna hii. Lakini walikuja hapa kwa fujo. Baadaye juzi alfajiri za 12 mimi napata simu. Ati hao jamaa wa cybercrime wanajitarisha kwenda kwa Matiang'i. Kajaribu kumpiga Matiang'i simu sikumpata. Nikampatia Omari, nikamwambia kimbia kwenda kule. Omari akaenda. Jamaa walikuwa hawajakuja. Akapata habari atameenda kule Kiambu mahakama kutafuta order. Akaenda huko Kiambu. Wakakatazwa.
wakarudi Nairobi, koti ya Nairobi, wanatafuta order. Hapo Mbari akaingia akasema hiyo order hapana weza kupewa ndani ya chemba yako, leta kwa koti nje pale ambapo kuna waandishi wa habari. Omari akasema sisi kama wakili bwana Matiang'i mpaka tupewa notisi ya hii kesi. Mahakama akasema basi kesi itasikilizwa tarehe 7 mwezi wa 3 Machi. Lakini baada ya kutoka hapo wanatoroka wanakwenda kwa Matiang'i bila order, wanasema wako na order. Wakiingia namna hii wanakuja na magari yao wanapeleka wanavunja mlango ya boma, alafu wanaingia ndani ya nyumba wanavunja mlango hapa na pale, ati wanafanya msako, wanatafuta ushahidi CCTV kila mahali. Wameingia kama nyumba, ukienda ndani ya nyumba ya Matiang'i utalia. Wamevunja hapa na hapa na hapa kuonyesha nguvu ya serikali, na watoa vitisho kali kabisa hawa watu. Lakini kulikuwa hakuna kitu wanatafuta. Wanasema ati wanataka tafuta ushahidi kuonyesha kwamba walikuja siku nyingine. Kama wewe ulikuja, unatafuta ushahidi ya gani? Sio unajua ulikuja? Sio unajua ulikuja? Hawa watu wanataka kurudisha udikteta katika taifa letu, na hatuwezi kukubali. Tunakuambia Ruto ya kwamba Bwana Moi alijaribu hiyo yote lakini alishindwa. Wewe utashindwa kuliko Moi. Wakenya wako macho. Si mko tayari? Si mko tayari? Bwana Ruto anaweza kutisha nyinyi? Anaweza? Ndio sababu mimi nimwambia wewe wacha mambo hii. Utawala ya dhuluma na kimabavu tulizika, iko ndani ya kaburi, huwezi kufufusha. Tutasimama imara. Wewe sasa unaadhibu kabila mzima ya Wakisii. Angalieni, juzi yeye ameteua wale makatibu katika wizara, permanent secretaries 51, 51 permanent secretaries, kabila yake 13. Hakuna hata Mkisii mmoja, ambaye ameteua. Mbona hiyo? Angalieni katika magazeti notices, kila wiki wale anaajiri. Haya ni mashirika ya serikali, lakini anaajiri wengi ni kabila yake peke yake. Aliajiri procurement officers 32 procurement officers, 18 ni kabila yake. Hakuna Mkisii hata moja. Kuna Mjaluo moja, kuna Mkamba moja, kuna Mluhya moja peke yake. Msikia hiyo? Ayo kabila mbaya kushinda ile ya wakati ya Nyayo. Ubaguzi mbaya zaidi ambayo inafanyika katika taifa letu. Kila wiki katika Kenya Gazette notice, kwenda angalia, soma, ili ujue kwamba Kenya iko katika hali ya hatari. Hali mbaya zaidi, utawala ya kidhuluma, utawala ya ubaguzi ambayo Wakenya hawezi kuvumilia. Maana yake nyinyi hapa mnatoa ushuru, Wakisii wanatoa ushuru hapa. Ukienda pale ukinunua maziwa pale mtoa ushuru, ukinunua sukari mtoa ushuru, ukinunua chumvi mtoa ushuru, ukivuta sigara ushuru kubwa zaidi, ukikunja ile one for the road hiyo ndani yake. Hiyo ni ushuru ambao wanarogota kila siku kutoka hapa. Lakini sasa ile anaajiri watu Nairobi, anaajiri wa kabila yake peke yake. Je, hiyo ni mzuri hiyo? Je, itawezekana? Sisi tunasema mpaka nyinyi hii maneno mkatai. Sasa nyinyi nataka mjue, wanajaribu kusema katika gazeti leo ati kuna watu wengine ambao walikuwa wanafanya hacking. Hakuna kitu kama hiyo. Kitu ambayo ilifanyika ni ya kwamba katika uchaguzi wa rais, na yule mfichuaji ametoa ukweli kabisa.
Ruto alipata kura 5,900,000, 5.9 million votes. Sisi tulipata 8,100,000, 8.1 million votes. Wewe kweli? Hiyo ni ukweli. Kama nasema la, mwambie fungua saba. Fungua saba. Fungua saba. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Kwa hiyo yeye akija hapa, mjue kwamba yeye ni rais mwizi. Ameiza. Rais wa bandia. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Hiyo ni sababu sisi tunatembea katika nchi kushauriana na wananchi, kuuliza maoni yenu. Nasema tuko namna gani? Tukomboe uchindi wetu. Tukomboe. Tukomboe. Ndipo nasema tukomboe uchindi wetu, ndio mkono hapa. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya. Kwa hivyo kesho tutakuwa Kisumu. Leo tunaenda kuongea kule Kisii Stadium. Pale tutatoa taarifa kamili huko. Kesho tutakuwa Kisumu Dala. Siku ya Jumatano, Wednesday, tutakuwa Jivanji Gardens kwa maombi. Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Alafu baadaye mtapata habari tena huko mbeleni kabisa. Kwa mimi nasema asanteni sana, msimame baki imara. Azimio. Azimio. Tuko hapa kwa yenu. Tuko hapa na vijana wetu hapa. Vijana hawa, kikundi ya vijana ambaye tunaingiza katika NDD, National. Hawa vijana ni vijana ambao watalinda demokrasia wetu. Wanaitwa Movement for Defense of Democracy. Vijana ya zote. Haya, vijana oye! Keroka oye! Sisi kama jeshi la baba hapa mashinani tunataka kuhakikishia Raila Amolo Odinga kwamba hii safari tutashirikiana na tuhakikishe Kenya yetu imekombolewa. Jana nilikuwa nimewaambia kwamba kama ni maandamano ambayo nilifanya tukapata katiba mpya, sisi baba tutakufuata. Kama ni maandamano ambayo ilifanya tukapata freedom of expression, baba sisi tutakufuata. Kama ni maandamano ndio itapata vijana wapate kazi, baba sisi tutakufuata. Bado tunajua kwamba hii inakuwa ni peaceful people's consultative forum. Nataka kumjibu mheshimiwa ambaye amestaafu kwa niaba yako baba. James Omari Baungae ukamshika mkono akiwa ameuliza kura mara 3 ya ubunge akaanguka. Akakuwa gavana term 2. Sasa nataka kunia katika ile sahani baba ulimwekea chakula. Na yule ndugu yake ambaye ni Josh Mangi, ule jamaa mwambie amebeba matako kama mwanamke. Sisi ni vijana na lazima tutapigania nchi na tutahakikisha baba amechukua usukani hivi karibuni. Asanteni sana. Baba. Huyo mjumbe wenu amesimama imara. Sawa sawa. Jeshi la baba. Baba. Sisi wa baba. Baba. Jeshi la baba. Baba. Sisi wa baba. Baba. Jeshi la baba. 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 Sisi wa baba.
baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba.